Naam. Karibuni tena kwa makala ya Stories za Daddy. Hapo nyuma nimekuwa nikiwaletea hadithi nzuri tu. Na leo pia nawaletea hadithi ya jamaa mmoja. Huyu jamaa anajulikana kwa mambo mengi. Jambo la kwanza, yeye ni mtu wa tamaa sana. Jambo la pili, ni mtu ambaye ni mlafi. Na tatu, ni mchoyo. Wengine vile nilitanguliza kwa kusema mtu, labda anasema ni fulani na fulani. Lakini jamaa huyu anaitwa fisi. Yaani tunamidhilisha tabia za fisi na za watu fulani. Lakini ilivyo ni kwamba ningependa nikuambie, wakati ule mwingine niliweza kuambia ni kwa nini fisi ana madoadoa mwilini. Lakini leo nataka kuambia ni kwa nini fisi anatembea akichechemea, anachechemea. Huku pia akicheka. Na niwaambia kwamba fisi huwa acheki, fisi huwa analia kutokana na maumivu aliyopata kutokana na kichapo ambacho alipata. Sasa siku moja fisi na hizo tamaa zake alikuwa na njaa sana. Akalala chini na kuanza kuwaza. Akafikiria, nitafanyaje ili nipate mlo? Akilini akasema niende kuwashika kuku wa jirani. Akasema hapana, huko nitapigwa. Akaenda akamwone rafiki yake sungura. Akaona hilo ni wazo nzuri, manake sungura mara nyingi huwa anampatia njugu, anampatia nyama na vyakula vingine. Hivyo basi akaanza safari. Lakini alikuwa anatembea. Baada ya kutembea alifika kwenye njia panda. Upande huu na upande huu. Pia mbele, nyuma. Akahisi harufu nzuri ya vitu ambavyo vimekaangwa na kukarangwa. Wajua kuna vile vya kukaranga na kuna vile vya kukaranga. Lakini vile ambavyo vilikuwa vinakarangwa kwa mafuta ndivyo vilikuwa vyanukia harufu nzuri. Lakini kwa sababu alikuwa kwa hiyo njia panda, alishinda harufu hii inatoka upande wa kulia ama upande wa kushoto. Na kwa sababu wakati mwingine watumia akili, huwa ni mjinga, na wanajua wajinga ndio wali wao. Basi akaamua sasa ataenda upande huu na pia aende upande huu kwa wakati mmoja. Sasa alichukua mguu wake wa mbele wa kulia na wa nyuma akautuma upande huu, na kuutuma upande huu mguu wa kushoto wa mbele na nyuma. Akaanza kupanua kinywa chake, yaani anahisi harufu nzuri. Kidogo alipatikana kwamba ameanguka chini. Sasa haizi akasimama. Unajua nini kilifanyika rafiki yangu? Fisi alipasuka msamba. Muuliza rafiki yako msamba ni nini. Na kama hujui msamba ni nini, nitafute polepole nitakwambia msamba ni nini. Lakini aliweza kuokolewa na rafiki yake mmoja ambaye anaitwa Kobe. Na nitawaambia mambo ya Kobe siku nyingine. Basi akaamka pale, anatembea akichechemea, anachechemea. Ndio maana ukimwangalia fisi anatembea akichechemea kutokana na kupasuka msamba. Na alipasuka msamba kwa sababu ya nini? Ya vitu vitatu ambavyo niliwaambia: uchoyo, ulafi na tamaa.
Tunajifunza kwamba unapoishi usiwe mtu wa kutaka kila kitu, utapasuka msamba. Usiwe mtu wa tamaa, tamaa ni mbaya. Na unapopata, shiriki na wenzako, usiwe mchoyo. Tumeelewana rafiki yangu? Hii ni Moving Pictures Kenya. You can subscribe, you can share, like, and also give us your opinions. Asanteni, asanteni. Ni Mwalimu Ambrose.